Sasa tunaenda kwa mdau mwingine wa michezo, lakini pia huyu anajulikana kama mwalimu wa michezo. So tunakuuliza naye na atajitambulisha kwanza anaitwa nani, then tunaweza kumuuliza maswali mawili matatu tujue nini ambacho kinaendelea kwenye mpira wetu wa miguu hapa Tanzania bara. Yes, mambo vipi? Poa. Swali? Poa. Unaitwa nani, majina yako? Bwana Jonathan Marcus. Okay, wewe ni mdau wa mpira wa miguu. Ndio. Ya, tunaweza kutambia nini kuanzia msimu wa mwaka 2021 mpaka leo 2025 kwenye ligi kuu Tanzania bara? Mpira wetu kwa sasa hivi umekuwa, ukiangalia kwa misimu mitatu iliyopita mpaka sasa hivi, na maana mpira wetu unazidi kukua kadri siku zinavyoenda. Unaonaje viwango vya wachezaji mpaka sasa hivi? Viwango vya wachezaji vinazidi kuwa juu, na ukiangalia kama timu zetu hizi mpira unakuwa mzuri, kwa sababu ukiangalia kama timu ndogo mpaka sasa hivi zinachukua wachezaji wakubwa wa kutoka nje, lakini pia Simba na Yanga wanazidi kuleta watu ambao wana experience kubwa zaidi. Okay, na kwa vipi upande wa soka la vijana? Soka la vijana pia tunajitahidi, ukiangalia kama Serengeti Boys ile wanafanya vizuri kimataifa, lakini pia tunazidi kuwaenroll au kuwa na vijana wengi wanaojihusisha kwenye michezo. Kama ukiangalia kwenye masuala ya UNICEF au UNICEF, hizo ni sehemu ambazo pia vijana wanapatikana kwa wingi sana. Vipi kwa upande wa mashindano ya kitaifa kwa hizi timu zetu ambazo zinashiriki? Yaani unavionaje kwa mfano timu kama Simba, Yanga, Azam ambazo zimekuwa zikipata nafasi ya kushiriki mashindano makubwa ya klabu bingwa na shirikisho? Unatazamaje baada ya miaka 5 ijayo? Ukijaribu kuangalia kama Simba na Yanga wanafanya vizuri kimataifa, hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Lakini kama Azam wanatoa wapul kidogo, wajitahidi kidogo, maana yake kila wakienda kimataifa wanarudi mapema, lakini Simba na Yanga wanajitahidi, wanafika mpaka robo finali kwenye makundi. Huo ndio mpira ambao tunautegemea. Na ukijaribu kuangalia kimataifa sasa hivi Tanzania tunaogopwa, yani timu zikisikia zinakuja kucheza na Simba au Yanga, kuna ile mshtuko kwamba tunaenda Tanzania kucheza na Simba au Yanga. Okay, asante sana mdau. Kama unavyomtazama ni mdau wa mpira wa miguu, lakini vile ni mwalimu wa mpira au ni mwalimu wa michezo. Anapatikana mitaa ya Butimba. Anazungumzia mambo makubwa kuhusiana na mpira wetu wa Tanzania, lakini pia tumuulize swali letu la mwisho ili tuweze kuendelea na watu wengine. Unaje ndani ya miaka 10 kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania, ndani ya miaka 10 unaiweka katika nafasi gani? Kwa timu yetu ya taifa itafanya vizuri zaidi. Ukijaribu kuangalia sasa hivi vijana wana morali, wanafanya vizuri kwenye timu ya taifa mpaka tunaenda AFCON mara ya 3 sasa hivi. Kwa maana kwamba ukijaribu hata kuangalia wachezaji walioko timu ya taifa wanaitwa vijana wadogo kama kina Kevin na wengine wengi ambao unakuta wanapata experience. Kwa muda wa miaka 10 inayokuja tunategemea mpira wetu utakuwa mzuri zaidi. Asante sana mdau. Hiyo Moyo TV moja kwa moja kutoka mtaa Butimba, tukiendelea kuzungumza na wadau kuhusiana na mpira wetu wa Tanzania. Na pili baada hapo tunaenda kuzungumza na wadau wengine watueleze nini ambacho wanakiona katika mpira wetu wa Tanzania, aidha ndani ya miaka 10 ijayo au kulinganisha misimu mitatu iliyopita.